So what we are saying as people of this region, because this is where I come from, I have no other place, this is my home. We should be cognizant of the fact that the government should serve us, and we must allow government to serve us. Huwezi toka kule umetoka huko ukuje ujue ulikuwa serikalini alafu uanze kusema msikae alafu tukule nini? Kama sasa wewe unaniambia ati haungechukua kazi kwa sababu ya hii serikali. Mbona hukuja nyumbani kuniambia tutafanya nini? You understand? I am called to serve the people of Kenya. I'm not called to serve Kiambu. Ndio nasema hata wale wako Kiambu waache wasiwasi. Mimi huko siko, niko kwa kuhudumia wa Kenya katika wizara ya ICT and Digital Economy. Ukiingia sokoni kutafuta maharagwe, uende mahali maharagwe iko, si utanunua. Sasa wewe unataka services kwa serikali lakini unatupa mawe. You understand? We know that government should serve kila Mkenya. Tunaelewana? Government should serve every Kenyan. But also remember that government serves through people. You understand? When you annoy people and you tell them things that they should not hear, of course we are human beings. We should be sensitive, isn't it? So it is important for Kenyans wajue serikali iko kuhudumu. Na tupatie serikali nafasi kuhudumu. Kwa mfano hapa barabara inajengwa. Ndio? Tutakuwa wazuri kwa serikali ikija kulonchi barabara. Tunaelewana? Siasa iko mbali, 2027 ni mbali ajabu. Na hujui utakuwa wapi. Na tutumie Biblia. Proverbs 19 verse 21 says, "Many are plans in a man's mind, but the purpose of God takes the day." Au sio namna hiyo? Sasa wewe unaenda bus stop kuchukua basi Mashako, watu ya Nakuru wanaingia ya Nakuru, ni kweli? Mtu ya Machakos anaingia ya mtu ya Thika anaingia ya wapi? Na ukipata moja imeandikwa nowhere, utaingia nowhere uende wapi? You understand? Sisi watu wa mlima, we should wake up now. Sio kukimbia tu na kelele. Tukikosa kujipanga tutakaa kwa kelele, na huenda ingine itakuja tukae kwa kelele.